yetu ya uchawi, hata uwe na nguvu kiasi gani, mwenzako akikuwahi hauna ujanja. Pole sana Catherine. Nilichanganyikiwa kusema kweli, kwa sababu nilikuwa sikuoni na sijui nitakupata wapi. Ungemuuliza Bikoroboi. Nilimuuliza, lakini akanifungukia wazi wazi kwa Catherine yuko mikononi mwa Bikishindo. Walipanga baada ya kunipatia adhabu ya kunishona jicho langu la kushoto, wangekutoa sadaka ya damu yako madhabahuni kwa Bikoroboi. Sasa tutazuia vipi hapo? Mimi sitaki kufa. Wala usiogope, hawezi kufanya kitu chochote kwa vile sasa jeshi letu limeongezeka. Sasa una maana gani unaposema jeshi limeongezeka? Kuna watu wawili wamenisaidia kutoroka kwenye madhabahu ya Bikoroboi. Watu wao ni kina? Kikaniki na rafiki yake Sofia. Sawa. Sasa tunajipanga vipi kaka? Mimi mwenzako nilipoteza dira kabisa. Nasubiri Bikishindo atakapotuma kombora la majibu ili tukasambaratishe genge lao lote. Sawa, nimekuelewa. Sasa Catherine, labda nikuulize swali la kizushi kidogo. Mbona sioni hilo jicho lako la kushoto walilokushona? Au hawajafanikiwa jambo hilo? Walifanikiwa Makamba, ila hilo chongo walioniachia linaonekana na jicho la tatu, jicho maalum la kichawi. Natamani na mimi ningekuwa na hilo jicho la tatu ili nikuone jinsi unavyotazamika. Lakini usiogopa, sio kitu cha kupendeza. Linatisha Makamba. Mimi naomba nikuone hivyo hivyo. Tafadhali. Sawa, kama unalazimisha, maana unapenda mwenyewe. Ndio. Mimi nipo tayari. Zakia alikuwa usigeli wangu. Najua alidanganya kuwa anatokea Masasi. Lengo lake lilikuwa kuingia katika maisha yako na mume wako Makamba. Alifanikiwa kuingia katika maisha yangu. Zakia amesambaratisha ndoa yangu. Ama kwa hakika ndoa yenu imesambaratika. Zakia alijigamba bila hofu yoyote kuwa yeye ni mchawi, na walivutiwa na nyota ya mume wangu Makamba, na hivi sasa wanataka kumtoa kafara madhabahuni kwenye genge lao. Sasa rafiki yangu, utafanya nini kumkomboa mume wako Makamba? Nimechanganyikiwa rafiki yangu, naomba unisaidie mawazo ndugu yangu. Sasa inatakiwa ukaonana na Nabii Kifaru. Nabii Kifaru? Ndio nani huyo Nabii Kifaru? Huyu ni mchungaji wa hapa kitongojini kwetu Tilimkatukazi. Amefungua kanisa dogo hapa kitongojini kwetu. Huyo mchungaji ni kiboko ya wachawi. Mimi nina imani huyu Nabii Kifaru atamkomboa mume wako Makamba. Sawa, nipo tayari kuonana na huyo mchungaji Nabii Kifaru hapa Tilimkatukazi. Tokea Nabii Kifaru ajenge kanisa lake dogo, wachawi wanakimbia kitongoji, taka wasitaki. Naomba rafiki yangu Rebeka uendelee kunipa hifadhi hapa nyumbani kwako mpaka nitakapojua hatima ya ndoa yangu. Wala usiwe na wasiwasi rafiki yangu. Asante rafiki yangu. Asante, nashukuru. Asante sana Rebeka. Asante. Asante. Asante sana. Huyo Kikaniki na yule Sofia muuza pombe chafu, hao wote ni wachawi. Ndio ni wachawi, lakini hao wanawake ndio wamemsaidia Catherine kumtorosha mikononi mwa Bikoroboi na genge lake. Kwa nini Sofia na Kikaniki wamewasaliti wachawi wenzao? Kisasi. Hakuna kitu kingine, ni kisasi. Huko siku za nyuma, mama yake Zakia anaitwa Bikishindo aliwahi kumuua mama yake Kikaniki kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Makamba rafiki yangu, sasa mpango wa wewe na Catherine Ndoki sasa ni upi? Nimevurugwa rafiki yangu Rugendo. Hii vita ukiitizama kama iko ukingoni, lakini bado nina mashaka makubwa. Mashaka ya nini wakati Catherine amewashinda Bikoroboi pamoja na genge lake? Mashaka yangu Bikoroboi na genge lake wanaweza kujipanga upya ili kuja kujibu mapigo. Kwa nini usimshauri Catherine mkaenda wote Kigoma ili kupisha kimbunga hiki kipite kwanza? Ni wazo zuri, lakini Catherine Ndoki hawezi kuriafiki kwa sababu kiu yake ya kuja Dar es Salaam ni kuonana na baba yake.
Lakini Rugendo, mimi hivi sasa huyu mwanamke namuogopa. Unamuogopa? Kwa nini unasema hivyo? Catherine Ndoki alipokuwa amekamatwa alipewa adhabu ya kushonwa jicho la kushoto na yule Zakia. Kumbe ni kweli. Nasikia hilo jina la Zakia Zigzaga alipewa kwa roho yake mbaya kwa kuwashona wenzie jicho la kushoto. Ni kweli rafiki yangu, huyo Zakia Zigzaga anatisha. Amemshona jicho la kushoto Catherine Ndoki, hivi sasa ni chongo. We, usiniambie. Basi leo jioni nitapita kwa Bikoroboi nimuone Catherine Ndoki anavyotazamika. Huwezi kumuona rafiki yangu Rugendo, hiyo ni adhabu. Anaonekana na wachawi wenzake tu. Sasa wewe umemuonaje? Au mwenzetu umeshaingia kwenye chama cha kuruka na ungo? Hapana rafiki yangu Rugendo, mimi sijajiunga kwenye hicho chama, isipokuwa Catherine Ndoki aliamua kujiweka mubashara kwangu baada tu ya kumuomba. Rugendo, usikie hivyo hivyo rafiki yangu, yule mwanamke, hilo jicho lake chongo anatisha. Bwana Yesu asifiwe. Amin. Karibu ndugu yangu. Jisikie uko salama katika mikono ya Bwana Mungu wetu. Asante sana Nabii Kifaru. Samahani kwa kuja hapa nyumbani kwako. Usijali mtu wa Mungu. Mimi ni mtumishi wenu. Sehemu yoyote tunatoka. Vizuri sana. Mimi naitwa Shepe. Nilikuwa naona vizuri tu na macho yangu. Sasa nini tatizo? Mpaka leo unatembelea fimbo na umepoteza nuru ya macho yako. Nabii Kifaru, tatizo ni mwanamke mmoja anaitwa Catherine Ndoki. Huyo mwanamke ni mchawi mkubwa. Tena namuona katika ulimwengu wa giza. Ana cheo kikubwa katika madhabahu yao ya kichawi. Ni kweli, nguvu zake ni kubwa. Hakuna mganga yeyote anayemweza katika kitongoji hiki cha Teremkatukazi. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu. Nguvu za giza haziwezi kamwe kumshinda huyo mchawi Catherine Ndoki. Na wala giza haliwezi kuwa msaada katika nuru, bali nguvu za Baba wa mbinguni zitakwenda kuuteketeza uchawi wa Catherine Ndoki. Ndiyo maana nimekuja kwako Nabii Kifaru. Vizuri sana. Sasa naomba unieleze ukweli. Ulimkosea nini huyu mwanamke mpaka akaamua kukujibu mapigo kwa kutumia nguvu zake za kichawi? Tulimtendea unyama mkubwa sana Nabii Kifaru. Usiogope mtu wa Mungu. Hata ukiwa una madhambi kiasi cha kuchafua nguo zako, Bwana Mungu atakusafisha na kuwa masafi kama theluji. Usiku ule mimi na marafiki zangu Kola na Nyika tulienda nyumbani kwa Sopa, ndipo tulipokutana na Catherine. Tulimfanyia unyama huo yule mwanamke Catherine. Mshahara wa dhambi ni mauti. Umepoteza nuru ya macho yako kwa vitendo ulivyomfanyia yule mwanamke. Nimekuja kwako kujikabidhisha Nabii Kifaru. Nataka kujikabidhisha kwa Baba Mungu wa mbinguni. Haleluya. Neno la Mungu linasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Unaona hapo tunajifunza nini? Ili utoke kwenye utumwa wa dhambi, uzinzi, uasherati,
ulevi, uchawi, inabidi ujikabidhishe mikononi mwa Mungu. Nipo chini yako Nabii Kifaru, na nipo tayari kumpokea Baba Mungu wa mbinguni. Oh, vizuri sana. Haleluya. Baba Mungu wa mbinguni, tazama na mkabidhi mtu huyu mbele yako. Kama uliweza kuwakomboa wana wa Israeli kwa kuwapenyeza katika bahari ya Shamu, pale Nabii Musa alipopasua bahari vipande viwili, Baba Mungu, najua hakuna linaloshindikana kwako. Basi kwa nguvu zako naomba ukamponye mtu huyu, mwanga na urudi katika macho yako, ewe mtu wa Mungu. Mungu wangu jamani, Mungu mkubwa, naona tena Mungu wangu jamani. Haleluya. Sasa inabidi wachukue wenzako uwalete kanisani kwa Nabii Kifaru, waje kupata kuungama dhambi zao na kupata uponyaji. Naona moyo we mwenzenu, naona moyo haya, naona moyo we mwenzenu, naona moyo haya, hali ya kugongwa na nyoka, naona moyo kuwaka, hali ya kugongwa na nyoka, naona moyo kuwaka, yani kugongwa na nyoka, naona moyo kuwaka.